Mtazamaji, kupitia wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA, nataka nikuoneshe namna ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja na maono ya kuiwezesha TEMESA kuzaliwa upya na kutenda vyema kazi yake. Zamani taasisi mbalimbali hasa za serikali zilikuwa zikipata shida ama changamoto ya magari yake, wanayapeleka TEMESA, alafu TEMESA wanayatengeneza bila malipo. Gari linapona, halafu linatoka, manake malipo yatafanyika baadaye huko siku za usoni. Kwa hiyo TEMESA kwa anatumia nguvu kazi nyingi za ndani bila kushuhudia malipo yakilipwa baadaye, na wakati mwingine challenges hapa na pale zinatokea. Lakini Mheshimiwa Rais akaona hapana, inabidi mfumo wa prepaid uanze kwa mwaka 2025, yani kuanzia Januari. Manake gari kabla kutengenezwa itabidi taasisi husika ilipe ili kuiwezesha TEMESA kuweza kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Ndivyo ambavyo prepaid imekwisha anza, mtazamaji. Sasa kuanza kwa mfumo huu hakuwezi tu kuanza hivi bila kuimarisha katika maeneo mbalimbali. Ndipo ambapo wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA kwa kupata baraka kutoka wizarani wakaamua kushirikiana na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kwa ajili ya kuwapika mafundi kutoka TEMESA kuja kupikwa hapa katika chuo hiki cha NIT ili kuongeza ujuzi na kupata weledi mkubwa ambao watakwenda kuutumia katika karakana 26 zilizopo nchi nzima ambazo zipo chini ya TEMESA. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Nikukaribisha katika kipindi hiki cha Ijue TEMESA. Yapo mengi ambayo utayafahamu kupitia kipindi hiki. Nikwambie tu, utaijua TEMESA mpya, TEMESA ya kidijiti. Sasa mtazamaji, tuanze rasmi kipindi chetu cha Ijue TEMESA. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi Dr. Chazi Msonde ni mgeni rasmi katika ufunguaji wa mafunzo haya, ambaye yeye amewapongeza sana TEMESA kwa kuja na ubunifu huu wa kuwapika mafundi wake ili wakipata ujuzi hapa wakaongeze weledi katika maeneo mbalimbali nchini ambapo TEMESA wana shughuli zao huko. Ninawapongeza sana management. Jambo hili la mafunzo haya ni maelekezo yetu. Tumezunguka mikoa yote ya nchi yetu Tanzania bara kuzungumza na watumishi, ninyi ni mashahidi. Lakini haikuishia hapo, tumezungumza vile vile na viongozi wetu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu wa mikoa na baadhi ya wengine tuliowakuta huko kuhusu mustakabali wa mapinduzi makubwa ya utendaji katika wakala wetu. Na katika kuzunguka kwetu, moja ya mambo yaliyofanya haya mafunzo yawepo, wizara ilielekeza kwamba mafunzo haya yawepo na ni ya lazima na ni kwa haraka. Nakumbuka ziara yetu tulianza tarehe 5 mwezi wa pili, lakini kwa sababu ni mikoa mingi na mambo ni mengi, tulikuja kukamilisha tarehe 24 mwezi wa pili pale Dodoma, tulipoongea na wana Dodoma na hatimaye management yote ya TEMESA pale Dodoma. Na katika maelekezo hayo, kama unaweza kuona, umeongea na wenzako, viongozi wenzio juu ya umuhimu wa mafunzo haya kwamba yafanyike haraka iwezekanavyo tarehe 24 mwezi wa pili. Leo hii ikiwa takriban kama wiki mbili tu na mafunzo haya yamekamilishwa, NIT wameandaliwa na watumishi wameandaliwa na mko hapa. Jambo hilo sisi kama wizara hatulichukui kirahisi. Tunawapongeza sana management kwa jitihada hizo mlizozifanya. Wakati mwingine wanasema tembea pamoja na wenzio. Kama serikali kupitia wizara inaona jambo hili ni la muhimu la kujenga weledi kwa watumishi, mafundi wetu, na ninyi mmelichukua kwa uzito ule ule, na ni kwa uzito ule ule lilivyochukuliwa na viongozi wetu wote wa mikoa na wizara tulioongea nao, haja ya watumishi hawa mafundi kujengewa weledi wa hali ya juu na kwa haraka, na ninyi mmefanya hivyo hivyo kwa haraka kwa kuona umuhimu huo. Kwa kweli, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu Ulega na Katibu Mkuu wetu Mhandisi Balozi Aisha, nawapongeza sana kwa kazi nzuri hii mlioamua kuandaa mafunzo haya.
Sasa mtazamaji, umemsikiliza kwa umakini mgeni rasmi naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi Dr. Chazi Msonde akizungumzia kuhusiana na mafunzo haya. Lakini mimi natamani upate historia kidogo. Historia fupi ya kwa nini tumefikia hapa katika mfumo huu wa prepaid, lakini pia kwa nini tumefikia wazo la kuwachukua hawa vijana kuwaleta kupata mafunzo hapa Chuo cha Taifa cha NIT, moja kati ya chuo bora kabisa katika nchi yetu ya Tanzania kuwahi kutokea. Sasa Lazaro Kilahala, huyu ni mtendaji mkuu wa Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA. Yeye amezungumza kwa kina kuhusiana na historia ya TEMESA ilikotoka hadi ambapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoamua kuishika mkono na kuivusha katika wimbi la majaribu hadi hii leo TEMESA imezaliwa mpya. Hii ni TEMESA ya kidijiti. Mtendaji mkuu wa TEMESA Lazaro Kilahala huyu hapa. Mafunzo haya ambayo tumekuja kuyazindua leo, kwanza niseme kwamba ni mafunzo maalum ambayo tumeyaelekeza kwa mafundi wetu wa magari. Na haya mafunzo tumeanza kwa sababu baada ya kufanya tathmini tukajiridhisha kwamba kuna mapungufu kidogo ya ujuzi na weledi wa mafundi wetu ambao tumewapa jukumu la kutengeneza magari. Kwa hiyo tukaona ni lazima tutafute mwarobaini wa hilo. Kwa hiyo tukakaa na wenzetu wa Chuo cha Usafirishaji NIT tukatengeneza mafunzo ambayo ni maalum kwa kutatua mapungufu tuliyoyaona TEMESA. Haya sio yale mafunzo ya kawaida, ni mafunzo maalum kwa ajili yetu. Na yanajikita moja kwa moja katika utambuzi wa matatizo ya magari, diagnosis. Yanajielekeza katika matengenezo ya mfumo wa engine, mfumo wa gearbox pamoja na ile tunasema umeme wa magari. Na hii tunajikita katika magari ya kisasa. Haya ya V8 kuanzia series 200 na series 300 ambao ndio most recent. Tunachotaka fundi wetu wa TEMESA au ana uhakika, anajiamini, anatengeneza haya magari kwa ufanisi bila wasiwasi. Ndio dhumuni la mafunzo haya. Sasa mafunzo haya ni sehemu ya package. Sasa hivi TEMESA tunatekeleza mkakati wa maboresho ya utendaji kazi wa TEMESA. TEMESA Transformation Strategy. Tumeanza kutekeleza kuanzia Januari mwaka huu 2025, tunaendelea. Na katika ile mkakati, moja wapo ya mabadiliko makubwa ambayo yanatarajiwa kutokea ni kuwa na ufundi wenye ubora wa hali ya juu katika karakana za TEMESA. Kwa hiyo mafunzo haya yanaendana katika utekelezaji wa ule mkakati. Lakini of course kama unavyofahamu, ule mkakati una mambo mengine pia, ikiwepo kubadilisha mfumo wa ulipiaji wa huduma za TEMESA. Kwa awali kama unavyojua, huduma za TEMESA zilikuwa zinalipiwa kwa utaratibu ule wa kizamani wa postpaid. Unamhudumia mtu, anaendelea kutumia huduma uliyompa, atakutafutia hela kulipa wakati atakapokuwa tayari. Sasa ule utaratibu umekuwa na madhara makubwa kwa sababu umefanya tushindwe kujiendesha kwa ufanisi. Madeni yamekuwa makubwa, wanaotuletea vipuri nao wanatudai madeni makubwa. Kwa matokeo yake tunashindwa kupata vipuri vizuri kwa wakati. Matokeo yake gharama kwa maana ya bei za vipuri zinakuwa kubwa. Matokeo yake kwa sababu kwa tulipi hata motisha ya watumishi inakuwa ndogo. Hata mafunzo tunashindwa kugharamia kuwafundisha mara kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa ni mfumo ambao kwa kweli unaiua TEMESA kidogo kidogo. Lakini tunashukuru serikali imeliona hilo na ikaamua kuanzia Januari mwaka huu kwamba sasa utaratibu utakuwa ni prepaid. Mtazamaji, huyo ni mtendaji mkuu wa Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA Lazaro Kilahala. Mtazamaji, Mhandisi Deogratias Nyanda ni mwenyekiti wa bodi ya ushauri TEMESA, ambaye yeye alitoa neno fupi kwa hawa vijana waliopata nafasi ya kufundishwa hapa NIT. Mwisho na washukuruni nyinyi wote mmekuwa pata awali nafasi ya kwanza kufika hapa. Naamini kabisa nyinyi mtakuwa mchango wa kufanya, mtatoa chochote kilicho kichwani mwenu kwa manufaa na kuongeza ufanisi TEMESA. Kwa yote haya ninayosema, nashukuru sana. Bi Josephine Matiro ni mkurugenzi wa huduma saidizi kutoka Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, na yeye akatoa nasaha zake.
tumeona umuhimu wenu na tunaamini kwamba mafunzo haya yanakwenda kubadilisha na kuongeza ujuzi ambao mnao. Nyie mkawe kama chachu katika vituo vyetu. Tunategemea baada ya mafunzo haya nyie ndio mkaende mkawafundishe na wengine kule, kwa sababu hatuwezi kuwaleta wote, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa wakati mmoja kutokana na upatikanaji wa fedha, lakini pia na kazi lazima ziendelee katika vituo vyetu. Kwa hiyo niwaombe sana, kwanza mtambue mmefanikiwa, alafu mchukue nafasi hii. Yaani kipindi hiki ambacho mko kwenye mafunzo, muone kwamba ni kipindi adimu, ni kipindi mnatakiwa concentrate, mwache mambo mengine yote, mjifunze ili mkalete kweli mabadiliko ambayo sisi kama TEMESA na wizara tunaamini, tunategemea yawepo katika taasisi yetu. Mhandisi Hassan Karonda ni mkurugenzi wa huduma na matengenezo kutoka Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, na yeye alizungumza katika umati huu. Tumeona umuhimu wetu, tumeona dhamana tulikuwa nayo mafundi wenzangu, na nafikiri tukitoka hapa tutakuwa chachu ya mabadiliko na kuwafundisha wenzetu zaidi, training ya ndani. Si ndio jamani? Yani tunachokichukua hapa tunakihamishia kule. Lakini kama alivyosema, tutazidi kupata mafunzo kwa sababu ni wadau wetu. Product zao NIT ndio tunazoitumia. Wengi wenu hapa mmesoma hapa. Mtazamaji, bwana, ukiingia hapa ndani NIT ni mambo ya ufundi tu. Kama ukushika kipuri utashika spana. Ili mradi kazi iendelee. Sasa Dr. Prosper Mgaya ni mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, na yeye ni miongoni mwa waliohudhuria katika hafla hii fupi. Yeye alipata nafasi ya kuzungumzia kuhusiana na makubaliano haya baina ya TEMESA pamoja na NIT, lakini lengo likiwa tu ni kuisaidia nchi yetu katika kupata mafundi imara na wenye weledi. Na tumepokea maelekezo ya kutengeneza makubaliano na pia kufanya training needs assessment, kwamba lazima tuende kule tukaone mahitaji, na zaidi ya yote unasema monitoring, ambayo haya mafunzo tukitoa lazima tufuatilie tuone yameleta mabadiliko kiasi gani. Kwa hiyo kwa hilo kama mkuu wa chuo nitalisimamia kama ulivyonielekeza, na naahidi Chuo cha Taifa cha Usafirishaji tuko tayari kufanya yale maelekezo ambayo umetuelekeza. Sasa mtazamaji, pamoja na yote hayo, neno la shukurani likatolewa kutoka kwa fundi mkuu Vingunguti Mustafa Malambo, moja kati ya vijana wachapakazi na wapambanaji kweli kweli. Huyu unayemuona alizunguka karibu kila mkoa kwenda kuzungumza na mafundi, akiwapatia elimu, semina kuhusu namna ambavyo TEMESA inatazamiwa kuwa, na hatimaye ndivyo ambavyo TEMESA imekuwa. Sasa msikilize akitoa neno la shukurani mbele ya kiongozi huyu, naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi. Tujitahidi sana tunapotoka hapa, tusiende kukaa na mafunzo yetu ndani kwenye vitanda vyetu tukawa navyo. Serikali imewekeza nguvu nyingi ya kutoa pesa kutuleta hapa kwa ajili ya sisi kwenda kuwapa wenzetu kile ambacho kinatakiwa kuwezekana. Mimi wakati naongea na meneja wangu wa mkoa nilimwambia ili kuipunguzia bajeti gharama ya serikali, tuhakikishe kwamba tunaipunguzia bajeti ya serikali. Tuhakikishe kwamba tunaweza kwenda kufundisha mafundi wetu. Si ndio jamani? Sasa tunapoaminiwa hapa sasa hizi, halafu tukafika kule mama Matiro anapita au mzee Karonda anakuta ndo yale ambayo yanaendelea, tutakuwa tujawatezea haki. Mtazamaji, pamoja na yote, TEMESA inakadiriwa kuwa na mafundi wapatao 361, lakini kwa sasa wanakwenda kuanza na mafundi wapatao 60 ambao watagawanyika katika sehemu mbili, awamu ya kwanza 30 na awamu ya pili 30. Lakini mkakati wa serikali kupitia Wizara ya Ujenzi ni kuhakikisha kabisa kwamba mafundi wote 361 wanapata mafunzo haya maalum ambayo utakwenda kuwasaidia katika kuimarisha TEMESA katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Unapozungumzia TEMESA, unazungumzia taasisi muhimu sana katika usimamizi wa vivuko vyetu hapa nchini Tanzania, katika usimamizi wa mifumo ya umeme wa magari,
katika usimamizi wa kuwajengea uwezo mafundi wetu na maeneo mbalimbali. Hivyo TEMESA ni taasisi muhimu sana katika uendeshaji wa taifa letu la Tanzania. Mtazamaji, popote pale ulipo, itambue kwamba prepaid ni mfumo muhimu ambao utakwenda kusaidia kuamsha ari na morali kwa wafanyakazi na taasisi nzima ya TEMESA. Mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki cha Ijue TEMESA. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Niseme asante na siku njema.